kipenga rasmi. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Magic TV? Ayopo popoa kabisa. Kama hujasubscribe channel yetu, bonyeza alama nyekundu hapo chini, kisha like na comment, usisahau kushare pia. Langu jina ni Tafar Rashid. Yes, bila kusahau wazamini wetu ambao wanakipa nguvu kipindi chetu cha kipenga rasmi. Bana, bila hawa sidhani kama kipindi chetu kingekuwa na nguvu kama hivi ambavyo kipo siku ya leo. Si wengine ni Chamwingo Poultry Farm. Bana, hawa ni wauzaji wa kuku bora kabisa aina ya chotara, wenye nguvu, afya na nyama tele kabisa. Chini pia namba zinapita kwa mawasiliano zaidi wacheki hao ili uweze kuhudumiwa na kupata maelekezo zaidi. Nikukaribisha kwenye kipenga rasmi, ambapo siku hii ya leo kwenye kipenga rasmi tutakuwa na mchambuzi maridadi malizawa. Mimi naweza kusema udi role model wangu si mwingine ni Godfrey Nyanto, ukipenda mwite mzee wa mida aka Mr. Reporter. Brother, mambo vipi? Inakuaje Tafari? Shwari kabisa. Siku nyingi sana. Kitambo. Yaani nimefurahi kukuona pia. Yaani muda mrefu sana. Same to me, nimefurahi kukuona pia. Naona kidogo so miaka ile nilikuona leo tofauti kabisa. Mpaka mwanangu sasa hivi ana miaka 3 jana kwa birthday yake. Kwa hiyo siku nyingi sana, asante. Na mimi kidogo naona shaanza kutana naye. Nimeziona nakuja. Kabisa. Jana tumeweza kushuhudia mchezo mzuri kabisa kule visiwani Zanzibar. Simba dhidi ya RS Berkane. Simba kwa mara ya pili tena hii. Kwa mara ya pili katika historia yao katika mashindano ya CAF anapoteza kombe nyumbani bila macho yake. Ndio, ni finali fulani hivi ambayo ilikuwa ni ya kiundava kwa sababu kabla ya mchezo wenyewe kupelekwa Amani kulikuwa kuna makelele mengi sana. Mechi inapigwa Benjamin Mkapa, uwanja hujafikia hujakidhi, haujakamilika asilimia zote 100. Mechi inapigwa Zanzibar, sitofahamu mara watu tiketi zao zimeenda zimerudi. Kwa hiyo ni mchezo wa finali ya pili, lakini ulipo attention kubwa sana na watu. Simba anakwenda kwenye finali ya kwanza Morocco, lakini attention kubwa kwenye finali ya pili. Hicho kitu kikatoa tu kwenye mchezo. Sasa kwenda siku ya jana Zanzibar, maana yake watu wakaamini kweli mechi iko Zanzibar, kwa sababu watu waamini mpaka kuona taarifa ya Simba ile rasmi kama mechi kwa New Amani, lakini bado kuna watu kawa hawana imani. Jana kuona mbungi inapigwa pale New Amani kusema kwani ngoma iko hapa. Na ni finali fulani vilikuwa kiundava sana kwa sababu Berkane walikuwa na faida ya mabao 2-0 ambayo walishayapata nyumbani kwao. Simba alikuwa anaenda kwenye ule mchezo akiwa kwanza anadaiwa mabao 2 ayarejeshe, lakini pia aweze kupata bao la 3 limpe uhakika wa kutoa ndoo, au arejeshe mabao 2 waende kwenye matuta, kwa sababu matuta ana mwenyewe. Tumeona Simba hatua ya nusu finali alitoboa na matuta mbele ya Al Masry. Kwa hiyo walikuwa wanatamani wapate mabao 2 ya haraka ili kuwatoa Berkane kwenye mchezo, lakini pia wao kuwarejesha kwenye mchezo. Kwa hiyo ni finali fulani kwa ya kiundava, naweza nikazungumza hivyo, lakini mguu wa ndani alikuwa nao Berkane mwenye faida ya mabao 2-0. Ni kweli kwamba Simba alicheza michezo yote miwili kama ni michezo ya kawaida na sio kama anacheza finali. Simba alicheza, yani mimi naweza kuzungumza watu wasinukuu vibaya. Simba alicheza kichovu sana Tafari. Yani mchezo wa kwanza alicheza na Berkane, aliingia kama kambwa fulani kadogo hivi kwenye ule mchezo, kwa sababu Berkane walikuwa more active sana kuliko Simba kwenye ule mchezo. Na nisipowasifia Berkane nitaonekana kama na roho mbaya. Licha ya Simba kucheza kichovu, lakini wao walikuwa bora sana huko Simba kwenye maeneo muhimu sana, eneo la ulinzi. Berkane wana eneo moja zuri sana la ulinzi kiongozwa na kapteni Yusuf Dayo. Lakini pia uimara kwenye eneo la kiungo mkabaji chini na juu kidogo, kiungo mshambuliaji wako sawa. Yule Mamadou Kamara mtoto mdogo na miaka 22, lakini kazi ambayo anaifanya ni kazi kubwa sana, mtu mzima. Sio, unaelewa? Naanza kumfanya post kuzenzi zake pale Manchester United. Kwa hiyo walikuwa bora sana, lakini pia eneo lao la ushambuliaji waliweza kuwachanganya Simba ndani ya dakika 15 kufunga mabao 2. Sio kitu kidogo hicho. Kwenye finali unazungumzia Simba ambaye ameingia mara 6 kimataifa. Simba ambaye ana uzoefu anafunga mabao 2 ndani ya dakika 15. Na apongeza safu ya ushambulizi ya Berkane, walikuwa bora sana kwenye ule mchezo wa finali ya kwanza. Lakini pia eneo lao la ulinzi pia hawakuweza kuruhusu bao. Unaelewa? Kwa hiyo Simba walijitahidi kadiri ya uwezo wao. Na unaona dakika za mwisho watu wakaamua kujilipua, akamuingiza Mutare, Mutare akaanza kupush. Lakini eneo la ulinzi la Berkane wakawa bora sana wakiongozwa na nahodha Yusuf Dayo. Kwa hiyo kwenye ule mchezo wa kwanza Simba alicheza kichovu, lakini ninawapongeza pia Berkane kwa jinsi ambavyo waliingia kwenye ile approach yao. Kwanza tunacheza tuko nyumbani, lakini pia tupate mabao ya haraka. Na Mwarabu akishapata mabao ya haraka anakupagawisha Tafari, kwa sababu
kuna wakati walipata nafasi nyingine wakafunga bao offside, VAR ikakataa, lakini pia zikawa kosa ni nyingi. Nadhani kwenye ule mchezo Simba kama angeingia kikubwa hivyo, kama angejua kama jina lake hizi linavyombeba, basi tungeona mambo mengi sana makubwa, lakini Berkane alikuwa bora sana kwenye ule mchezo. Kwenye mchezo wa jana, ni kweli kadi nyekundu ya Kagoma Simba iliwalostisha? Yaani kadi nyekundu imetoka muda gani? Kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza Simba alichezaje? Kipindi cha kwanza akapata magoli. Kipindi cha kwanza amepata magoli mangapi? Moja. Bado haikuchagiza kitu, kwa sababu baada ya hapo amefungwa bao moja. Bado hakuchagiza kitu, kwa sababu Yusufu Kagoma jinsi ambavyo anacheza ni midfielder mzuri sana, lakini midfielder ambaye anavunja sana kuni. Yaani katika wale watu ambao unawapa kazi maalum, huyu Jovano asitembee, mzee wa mida asitembee, Tafara asitembee, Kagoma ndo michezo yake anaiweza hiyo. Anakunusa yani muda wote kwa nyuma yako. Hicho kitu ndio kimemcost. Kwa wewe unavyoangalia ile kadi nyekundu ilipotoka, kwa ule mbusano ambao aliufanya Kagoma, ilikuwa na stahili? Yes, kwa sababu kabla hapo alishaonywa. Ndio, alionywa. Maana yake na kabla ya kuonywa kashapata kadi ya njano. Ukiangalia na situation ambayo ya mchezo ule mpaka anapewa kadi nyingine ya njano ya pili na nyekundu inatoka. Kwa kuna mbusano ile wa wale ya juu. Ndio maana nakwambia hiyo kitu kimoja Tafari. Ule kiungo alikuwa ni kiungo wa mwisho, mbele kuna wachezaji wawili mbele. Baada hapo kuna beki mmoja, mabeki wawili wa Simba nadhani walikuwa wamesalia, kwa sababu yule kiungo alikuwa anapiga pasi yenye madhara zaidi. Ndio maana Kagoma nimekwambia Kagoma ni mzuri kwenye kunusa, akanusa ile ni hatari. Na kabla ya hapo mwamuzi akashamuonya. Baada ya kumuonya na amenusa pasi ambayo ilikuwa inaenda kwenye hatari zaidi ya kufungwa, mwamuzi akaonyesha kadi ya njano, akampa kadi nyingine nyekundu, kwa sababu lile tukio liko moja la hatari sana. Kagoma huwezi jua, labda tumpongeze Kagoma kwa sababu labda asingefanya vile wangeenda kufunga bao, alafu lingefunga bao jingine.